Hakuna kazi ngumu kama kumtetea muuaji. Yaani uwathibitishie wafiwa kwamba marehemu hakuuawa na huyu muuaji. Unadhani ni kazi ndogo hiyo? Sasa kuna hao viumbe wanaitwa wakili. Mmefika saa mahakamani. Wakili anaanza kumuuliza shahidi, ni kweli ulishuhudia kwa macho yako marehemu akiuawa na mtu fulani? Shahidi anaelezea sasa, ni kweli niliona kwa macho yangu akifanywa hivi. Wakili anamuuliza tena, kwa hiyo marehemu aliuawa tena? Ushavurugwa tayari hapo. Anakupiga swali jingine, unaweza kuithibitishia mahakama kwamba hauna matatizo ya macho? Unajielezea pale, mimi ni mzima, niko hivi. Wakili anakuuliza tena, mkono wako wa kulia una vidole vingapi? Una vidole 5. Kumbe kidole kimoja kilikatwa wakati unamtetea marehemu. Na huyo muuaji unayemshtaki, akili anakuuliza swali jingine, unajua kuhesabu? Shahidi anasema ndio, najua kuhesabu. Anakufanyia hivi, hizi ngapi? Unamwambia hizo ni 5. Anakuambia, sijakwambia uhesabu vidole vyangu, nimekuuliza hizi ni ngapi? Unaanza kushangaa. Wakili anahamia kwa ndugu wa marehemu. Ndugu mmoja anasimama, wakili anamuuliza, marehemu ukimuona unamfahamu? Ni ndugu yako, alafu unaulizwa swali la namna hiyo. Unaelezea ndio unamfahamu. Unaulizwa swali la pili, una uhakika ndugu yako amekufa? Unaelezea pale. Unaulizwa swali jingine, yule pale nyuma ni nani? Unageuza mshingo wako, unarudi, yuko wapi? Na kama kweli una uhakika ndugu yako amekufa, umegeuka kumwangalia nani? Kesi imeshakuwa ngumu hapo. Umeona sheria? Yaani mahakamani ni kuwaiana na utimamu. Unaweza ukawa na makosa na usifungwe kwa sababu shahidi kashindwa kuelezea ushahidi wake, na unaweza ukawa hauna kosa ukafungwa. Unapajua mahakamani vizuri wewe. Watu wamejipanga pale. Hasa mimi mwenyewe najiulizaga, mbona hizi sheria hazifundishwi kwenye media mbalimbali, kwenye maredio, matelevisheni? Yaani ziwe kama habari. Habari kila siku unaipata. Hau akifundisha tutaziba riziki za watu. Hebu niachane na haya mambo ya kuhoji, maana naweza nikakipata nachokitaka. Kwa kusema hayo, nimefunga kao.